Peter, what more do we know about Raila Odinga's condition? Larry, what we know so far is that Raila Odinga was on his way to take a flight from the Moi International Airport back to Nairobi tomorrow morning, and they had already indicated that they were willing to attend that meeting, and we understand that he felt slightly unwell and decided that it was not good for him to travel back to Nairobi. They wanted him to be checked, and that is why they took him to the Mombasa Hospital, which is in Mombasa's Central Business District. And we understand that at this point, leaders allied to the National Super Alliance have already started arriving at the hospital rather, and they are checking on him to see how that situation is all about. Ladies and gentlemen, na wasalimu mahali popote mlipo, hujambo mchana wa leo. Taarifa ambazo tumeweza kuzipokea sasa hivi ni kwamba kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anaendelea kujipata katika hali mbaya zaidi aliposafiri kuelekea kaunti ya Mombasa, alipoenda kupumzisha akili yake na kuweza kujivinjari na kuweza kufanya mazungumzo ya moja ya hapa na pale pamoja na familia yake huku katika kaunti ya Mombasa. Lakini cha kusikitisha mno ni kwamba kinara huyo wa upinzani ambaye pia alikuwa ni the prime minister katika taifa hili la Kenya ameweza kupata na kuugua kigafla akiwa katika kaunti ya Mombasa. Kwenye kanda ya video ambayo nimeweza kukuchezea ni mojawapo ya taarifa ambazo zimeweza kupeperushwa moja kwa moja na kituo cha NTV hapa katika taifa la Kenya na kuzungumzia zaidi kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea. Na siku zote sisi kama Gen Z Media tunaitakia familia ya Raila Odinga uponyaji wa haraka kwa kiongozi wa upinzani ambaye amekuwa ni nguzo muhimu sana katika taifa na siasa za Kenya kwa miaka na mikaka sasa hivi. Hebu niseme hivi, kutokana na ripoti zilizotolewa ilikuwa Raila Odinga leo hii angetamatisha safari yake katika kaunti ya Mombasa na ziara yake nzima na kurejea katika eneo la Nairobi, katika eneo lake ama kwenye boma lake la Karen hapa jijini Nairobi. Lakini kwa hali ya kusikitisha, kutokana na mipango iliyopangwa na familia yake haijaweza kufanyika jinsi ilivyopangwa. Je, ni kipi haswa kimeweza kutokea? Nataka nikufahamishe, ni kuarifu yale ambayo yameweza kutokea katika eneo hilo la Mombasa. Na kikubwa zaidi nataka nikupe report na barua ambayo imeweza kuandikwa na madaktari katika kaunti ya Mombasa kuhusiana ni kipi haswa na ni ugonjwa upi ambao unaendelea kumsumbua kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Lakini kabla ya hapo, nakuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, kucomment, kushare na kikubwa zaidi ukaweza kusubscribe, and that is the only support that you can grant this platform. Hujambo na karibu. Sasa hivi mtazamaji wangu, taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari na mitandao mbalimbali ya kijamii ni kwamba kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anaendelea kupigania maisha yake katika hospitali mojawapo katika kaunti ya Mombasa. Ni jambo ambalo Wakenya wengi wameweza kutuma pole zao na kuendelea kumwombea nafuu Raila Odinga. Lakini baadhi ya comments vile vile zinaonekana kuwa zenye hasira na kumkashifu kinara huyo wa Azimio la Umoja, simply because kuna baadhi ya Wakenya hapa naona wanasema ya kwamba afe, wana hasira na Raila Odinga simply because he joined the broad-based government. Hebu niseme hivi, mtu hata kama ni mbaya kivipi, hata kama unamchukia, hata kama umtaki, anapojipata katika msiba hauhitaji kumwombea mabaya. Kwa sababu katika ulimwengu ambao tunaishi, mtazamaji wangu, hamna hata kiumbe mmoja ambaye siku moja hawezi kujipata katika msiba. Hamna kiongozi hata mmoja, hamna binadamu hata yeyote
ambaye bora tu anapumua, damu inapiga, hawezi jipata katika shida. Na kila mwanadamu anahitaji support, anahitaji kuwa na mtu ambaye, ama anahitaji kuwa na wapendwa ambao wapo karibu na yeye wakati wa msiba na wakati wa furaha. Hebu niseme hivi, licha ya kinara wa Azimio la Umoja One Kenya kuonekana kusaliti wa Kenya kisiasa, we should not wish him bad. We should not wish him wrong. We should not wish him afe ama kumwombea mabaya. And that is why mambo haya ambayo nimeweza kuiona katika mitandao kuhusiana na hali hii hayajaweza kunifurahisha hata kidogo. Nikirejelea kwenye makala ya siku ya leo, kutokana na taarifa na ripoti ambazo mtazamaji wangu zimeweza kutolewa na madaktari katika kaunti ya Mombasa, ni kwamba Raila Odinga anaugua ugonjwa wa kiakili. Yaani Raila Odinga ameweza kujipata katika hali ambayo ubongo wake kidogo una joto jingi sana, ambao unahitaji kushughulikiwa kwa haraka zaidi. And therefore imeweza kuthibitishwa kwamba huenda akasafirishwa hadi nchini Uchina kwa ajili ya matibabu zaidi. Remember, katika mwaka wa 2007 kama sijakosea, Raila Odinga vile vile aliweza kupatwa na shida kama hii na kuweza kufanyiwa upasuaji wa kiakili wa ubongo nchini Uchina wakati wa kampeni ya mwaka wa 2007. And for the same case, this is the second time that this issue has rose. And therefore ni mambo ambayo sasa hivi, mtazamaji wangu, familia ya kinara huyo wa Azimio la Umoja inaendelea kupitia magumu, na itabidi waweze kumpeleka nchini Uchina kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini kwa sasa madaktari wamedhibitisha ya kwamba wataendelea kumshughulikia hadi ule wakati ambapo hali yake itakuwa imeimarika kidogo, ndiposa akaweze kuelekea nchini Uchina kwa ajili ya matibabu mengine zaidi. Lakini sisi kama kituo cha Gen Z Kenyan Media tunamtakia kila laheri na uponyaji wa haraka, na familia ya mzee Raila Odinga tunaiombea mema, na siku zote Mwenyezi Mungu akawajalie neema ndogo ndogo na zile kubwa kubwa hadi atakaweza kupona. Na kwa Wakenya wote ambao mmeweza kufuatilia kanda hii, ninaomba mkaweze kuiombea familia ya kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga. Those are the most breaking trending news as per now. Let's meet in our next videos and in our next episode. Thank you for watching. Thank you for liking, commenting, subscribing and ensuring that you are following our videos. Kwa sasa nawatakia kila laheri, Mwenyezi Mungu awabariki, and let's meet in our next video, but remember to subscribe.